kuwa miaka 120. Hii ilikuwa na maana gani? Hii ilikuwa na maana kwamba Mungu alipoamua kukiadhibu kizazi kile cha Nuhu, alimtaarifu kwanza Nuhu, kama tulivyosoma pale kwenye Amos 3:7 kwamba Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo hapa Nuhu anajulishwa kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia kukifanya. Tena anaweka na time frame kwamba ninawapa muda wa miaka 120. Kwamba katika muda huo wa miaka 120 ilikuwa ni kama kipindi cha neema. Watu wale walipewa nafasi ya kutubu, ya kuacha njia zao mbaya na kumrejea Mungu. Lakini wale kizazi kile hakikusikia. Wako wahubiri wengi ambao wanadai kwamba kwa kutaja ile miaka 120 Mungu alikuwa anatoa miaka ya mwanadamu kuishi. Hapana, hiyo sio sahihi. Huu ulikuwa ni muda ambao tangu kutolewa tangazo la hukumu mpaka hukumu yenyewe ije ilipita miaka 120. Sio umri wa kuishi kwamba ni miaka 120. Hata hivyo uzoefu unaonyesha wazi kabisa kwamba hatuishi miaka 120. Kwa hiyo kile kilikuwa ni kipindi ambacho Mungu aliwapa kizazi cha Nuhu waweze kutubu, lakini hawakutubu. Pamoja na kwamba Mungu alitangaza tangu mwanzo kusudio lake, lakini aliwapa watu wale neema ambayo walishindwa kuitumia. Kwa hiyo baada ya miaka 120 kamili Mungu alileta hukumu katika ulimwengu ule wa wakati wa Nuhu. Huo ni mfano mmoja, lakini mfano mwingine tunaweza tukachukulia mfano wa uzao wa Ibrahimu. Mungu anapomtokea Ibrahimu kule katika Uru wa Ukaldayo, anamwambia aondoke aende katika nchi nyingine ambayo angemuonyesha. Katika Mwanzo sura ile ya 12 tunaanza kusoma habari zile za Ibrahimu akiambiwa na Mungu aondoke aende katika nchi isiyo yake. Katika Mwanzo sura ya 15 mstari ule wa 13 Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba uzao wako utakuwa wageni katika nchi isiyo yao, nao watawatumikia watu wa taifa lile, watawatesa, lakini baada ya miaka 400 nitakurudisha mahali hapa. Unaona hapa pia Mungu alikuwa anakusudia kufanya jambo, lakini kabla hajalifanya, mwanzoni kabisa anatangaza mwisho wake kwamba baada ya miaka 400 uzao ule wa Ibrahimu ambao ungekuwa wageni katika nchi isiyo yao, Mungu angewarudisha katika nchi ile na kuwapa iwe ni mali yao, iwe ni urithi. Na tunaposoma Biblia kitabu kile cha Mwanzo, Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba tangu Isaka alipozaliwa, maana mateso ya wana wa Ibrahimu sio kwamba yalianzia Misri, hapana. Yalianzia kule Kanaani. Isaka alipozaliwa, Ishmaeli tayari alikuwepo ambaye ni mtoto wa mjakazi. Na Ishmaeli alianza kumnyanyapaa Isaka tangu siku ile alizaliwa. Kwa hiyo ile miaka 400 ukifuatilia vizuri katika Biblia inaanzia pale Isaka alipozaliwa. Kuanzia Isaka alipozaliwa mpaka wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri ilipita miaka 400 kamili. Na watu wengi huchanganya jambo hili kwa sababu Biblia inazungumzia pia habari ya miaka 430. Wako wengi hudai kwamba Mungu alisema miaka 400 lakini ikawa miaka 430. Ile miaka 30 ambayo inaonekana kama imezidi, sio kwamba imezidi. Ile miaka 30 ya mwanzo inaanza kuhesabiwa siku ile Mungu alipomtokea Ibrahimu kwa mara ya kwanza akimwambia kwamba aondoke katika nchi ya Uru wa Ukaldayo aende katika nchi ile ambayo Mungu angemuonyesha. Kwa hiyo miaka 30 ni kipindi hicho kuanzia Mungu